Yesu, inua Yesu, inua Yesu juu. Inua, inua, inua Yesu, inua Yesu. Hallelujah. Bwana wa majeshi leo ainuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe. Ainuliwe. Bwana wa majeshi cheza cheza mziki wa Yesu, chezea Yesu. Bwana wa majeshi leo ainuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe. Bwana wa majeshi leo. Bwana wa mabwana ainuliwe. Imba.
Makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Makofi mazuri kwa Yesu. Inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, cheze Yesu, cheze Yesu, cheze Yesu, cheze Yesu, cheze twende chini kwa chini, tumcheze huyo. Haleluya. Kama umpenda Yesu, inua mikono. Kama umpenda Yesu, inua mikono. Weka kwa kichwa, weka kwa mabega, shika roketo. Roketo ni kiuno yako tingiza mwili wako kidogo, umchezee huyo Mungu. Twende kama umeshika kiuno chako. Kama umpenda Yesu, inua mikono. Tingiza mwili wako, umchezee Mungu. Wengi wakatamani wangelipata nafasi ya kuchezea Mungu wakamchezea. Kama umpenda Yesu, inua mikono. Weka kwa kichwa, kwa mabega, kwa kiuno, shika magoti, miguu, rudisha kwa kichwa, kwa kiuno, shika magoti, mabega, kichwa, miguu, mabega, magoti, kiuno. Kichwa. Chezea Mungu na hiyo kichwa chako, sijapo tena. Haleluya. Kichwa, tingiza kichwa. Zunguka, 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 zunguka. Shika mabega. Roketo ni kiuno chako. Haleluya. Telemka. Bado kama umeshika kiuno chako, tutelemke. Haleluya. Cheza muziki wa Yesu. Ndomboro ya Yesu ndiyo hiyo. Haleluya. Kwa staili zako mchezee Mungu, ni kwa sababu ni mwema. Haleluya. Makofi ya shangwe na vigelegele kwa Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Mungu wetu ni mwema na anatenda. Gai wako ni monene, gai wako ni monene, gai wako ni monene, na gai wako ni gai. Wako ni monene, gai wako ni monene, gai wako ni monene, na gai wako. Gai wako ni monene, gai wako ni monene, gai wako ni monene, na gai wako ni gai. Gai wako ni monene.
turukia Yesu. Kama kuna kitu umeficha isianguke, wacha kianguke. Turuke, ruka, ruka, ruka. Turuke Kizayuni, turuke Kizayuni, turuke Kizayuni, turuke Kizayuni, turuke Kizayuni, turuke Kizayuni.
Baba, tunakushukuru, wewe ni Mungu, una uwezo na una baraka. Asante kwa ajili ya watoto wako hawa, kaweze kuingia penya ndani yao, wajaze na Roho, wafungue kule walifungwa, wawezeshe. Mungu wangu, thank you King of Glory. I worship you and I believe in you that these children are going to be saved today. In Jesus' name, amen. Salimia watu wawili, watatu. Wawili kwa mkono wako wa kulia, wawili kwa mkono wako wa kushoto. Waambie hata mimi ni mgeni hapa. Waambie hivyo. I'm also a visitor like you and I know I'm going to be blessed. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbele niko radhimu mmoja. Mwambie utabarikiwa, mwambie utabarikiwa leo. Hata kama mwambie hata kama sura yako inakaa baya baya. Mwambie ni hiyo shida ambayo inaenda kuondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana Wakikuyu. Wanajipenda sana. Wanajua kuimba vizuri. I think nitafungua kanisa ya Wakikuyu. Si ndio? Lakini nimetega siku ya Wakikuyu. Thursday. Every Thursday takuwa na mafundisho na lugha ya Kikuyu. Ndio tuingie deep kidogo. Najua hii sasa siwezagi kupenya. Kwa sababu najua Wakikuyu wote ni wachawi. Najua ka hivyo ni arogi oru muno. Taramudo shimwena akimuleka na ayu Wakikuyu. Muliza wewe ni Mkikuyu? Akwera atia? Mugikuyu. Gutiri andu oru thiini ino. Gutiri andu oru thiini ino na arogi ta Gikuyu. Andu meendete, andu etaki. Andu meendete Ngai wao na Gikuyu. Ngai mwathani agocwo. Haleluya. Mnaweza kuketi. Gari, nipatie mic nyingine. Mic hiyo yake. Poleni kwa sababu gari ya Mutuba ilikuja ikang'oa kikigi pale. Usikai, kuna kiti iko mbele yako na wewe bado unataka kukaa huko nyuma. Why? Silikumaanisha wewe ni mang'aa. Silikumaanisha wewe ni mang'aa. Kwa nini unataka kuna kiti iko mbele yako? Unataka kukaa vizuri? Hello. Napendaga kusikia sauti kama hiyo. Unajua ile kananyoga kidogo. Bwana asifiwe sana. Nimefurahi kuwaona tena na ninashukuru kuona mnapendeza. Naangalia nyuso ni msuri. Zinatarajia mambo makubwa na mazuri. Na mnatarajia miujiza ifanyike siku ya leo, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wangapi wanajua muujiza leo itatendeka? Haleluya. Wangapi wamekujia muujiza siku hii ya leo? Muujiza, watu wa muujiza. Miracle seekers. Hebu inua mkono sana tena mtu muujiza. Inua tu mkono juu. Wale kama uliinua. The miracle seekers. Mwambie inua mkono vizuri kabisa. Mwambie na kuomba Mungu uniodoe kwa tumafikira tudogo. Twa kutafuta muujiza badala nikutafute wewe. Nipatie uwezo kutoka leo nikutafute, niachane na muujiza. Sema amen. Haleluya. Tafuteni Mungu, achana na muujiza. Unajua mmedhamini muujiza sana. Kune kuoga yarashe radiko ici. Kune kuoga yari. Aregete gukoro gwaku niki? Gatukani araka kwa waru ingike mundu kia mungike. Baba. Kune kuoga yarashera. Neguo.
Hiyo kitu muondoe kwa akili. Wangapi washaenda kwa mganga? Inua tu mkono juu. Ushaenda kwa mganga? Ushaenda tu, inua tu mkono, siko baya. Mtu amekanyaga kwa mganga na amenenewa na mganga. Wakati mganga ulienda kwa mganga, alikutabiria maneno? Si alikwambia maneno? Hiyo maneno yako alikwambia ilikuwa ya uongo ama ilikuwa ya ukweli? Yote. Hakuna kitu hata moja alinena ya ukweli. We, huko kwa mganga uliambiwa maneno ilikuwa ya uongo ama ya ukweli? Alikufukuza. Kwa hivyo alikuambia ukweli. Mbona akajua uko na miugu na yeye uko na mina yako na miugu? Lakini alijua. Wewe ulienda. Na wewe ulifanya nini? Alikwambia kitu ya ukweli. Hiyo ni muujiza ama si muujiza? Kwa hivyo kwa shetani kuna muujiza. Na kwa Mungu pia kuna muujiza. Sasa what are you looking for? Kitu iko na shetani unaitafuta ya nini? Ile kitu shetani hana, it is the word of God. Be above. When the devil alikuja akamkwenda kwa shetani, akakutana na Yesu. Alimwambia Yesu, kumeandikwa. The devil quoted from the Bible. Kumefanya nini? Kumeandikwa ati utabadilisha mawe ikuwe nini? Yesu alimwambia ashidwe. Alimwambiaje? Kumeandikwa. So you can only win a spiritual battle by the word of God, not by miracles. Anybody can perform a miracle. Unaangalia ile kipindi ya asubuhi ya Saturday, ilikuwa inaletwa ya ule mzee alikuwa anaitwa Mr. Bean. Ule msugu. Ule alikuwa anashika hadi kachifu anaikata mara mbili, alafu anaishikanisha inakuwa hivi. Hiyo si ni muujiza? Ni muujiza ama si muujiza? Ama ni magician. Magic. Ni kitu wewe unaweza fanya hiyo magic? Si ni muujiza? Then why are you comparing yourself with something the devil can do? Tell your neighbor, seek the word of God. The word of God only can set you free. The word of God only can heal you. The word of God only can deliver you. Because haukufungwa na muujiza, ulifungwa na neno. Wale walikuroga ni neno walitamuka, si muujiza walifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utaweza tu kufunguliwa na neno. Lakini ukisema muujiza, na kama nimevaa hiyo ringi hapa, nimeweka hiyo ringi ile ya Freemason. Na hiyo ringi ya Freemason nikiweka nitafanya hivi. Nyinyi wote mtaanguka chini. Roho wa Bwana aliteremka. Bwana mgani? Bwana mgani? Na ni shetani mtupu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wachaneni na mambo ya kusufu. Nitakuombea utapona. Lakini sitakuombea na muujiza. Nitakuombea kupitia neno. Na utapona. Kama ni hiyo shida yote uko nayo, sitakuombea na hiyo shida. I will use the word of God to deliver you. Bwana Yesu asifiwe sana. Because that is the only thing that you can be able to succeed on. And the word of Lord, it is the solid rock. Sema solid rock. Because any other thing is what? Sinking what? Sinking sand. Nani anajua hiyo wimbo? Nani anajua hiyo wimbo? Simama, tuogose, nipatie. Leta microphone hapo. Zile zinatumika. Okay. Simama tu. Mtu wa keyboard sina yako apita na mtu wa keyboard. Hiyo chorus urudie mara 2 3. Wataiba, hawa ni watu wanajua kuiba. Hiyo ni ile ya kiroho, songs ya kiroho. Si watu wote ametoka kwa kiroho. Wanajua. Iba. Baba, hata kama utaki aongea na microphone full. All the ground is sinking sand. All the ground is sinking sand. All the ground is sinking sand. The ground is sinking sand. Abatige. Wakapi walitoka biguni wakaagushwa wakakuja dunia hii. Wale walitoka biguni. Nyinyi wote si mumeenda Catholic na Idi na mumeenda Anglican. Nyinyi wote hapa. Kuna mtu hajaenda Anglican na Idi na Catholic? Wewe. Huyo no wewe. Wafanya wale mko lino.
Wewe hukupitia huko. Tuimbe. Sasa tusaidiane kuimba hii wimbo because there is something I want you to know. Yes. All other grounds is sinking sand. All other grounds is sinking sand. All other ground is sinking sand. I hear no other argument. I hear no other soul. It is enough that Jesus died and Christ who died for me. All other grounds is sinking sand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Only Jesus is the solid rock. But all other grounds is a sinking sand. That there is no foundation you can raise on that sinking sand. So do not hope on any other thing. Do not beg your faith on anything apart from the word of God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm proud and I'm happy for you because you want to be sunk into the solid rock as your foundation. And the solid rock, it is the foundation of the faith that will build you. You can never succeed if you don't have the word of God as your foundation. Every other thing, including your life, including your husband, your business, your whatever, it is a sinking sand. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu msee ameniangalia na macho ya kuniangalia kabisa. Huyu ni yule mtu naonaga kwa YouTube. Kweli ni yeye. Wewe nigusa usikie, wewe ndio kasema ulinigusa. Gusa tu. Ni mimi. Haleluya. Amenichukulia. Tagalia hii maneno hapa. Amenichukulia mpaka kaona kweli. Nikio hiki kimudu kiunyodaga. It is good. Thank you. Now I want us to read in the book of 1 Samuel. From yesterday tumekuwa na topic about demons and spirits. This topic will go for almost 1 month. Na utaiona kwa mitandao, utaiona kwa Usaimo K, utaiona kwa nani mwingine, Jeremy Damare, utaiona kwa Kororia TV, utaiona kwa Kaboris, utaona kwa ingine naitwa Thigira wa Thinagogi, utaiona hata kwa Agu na hapa kanisani utaiona, because that is where the problem is. The spirit of witchcraft, the spirit of lesbianism, the spirit of gays. Kama juzi mliona mama mwingine alikuja Kenya, ilikuwa Friday, alikuja Thursday, alikuja Thursday ama Wednesday? Thursday ndiye alifika. Na alipofika tu kwa kiwanja ya ndege, kwa sababu ile nia alikuwa nayo, Mungu alimuinua guo, mjue ile kitu amelete hapa Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu wote wakaangalia wakaona huyu mwanamke hata hakuwa na hiyo ingine. Ama mliona wale waliangalia vizuri. Mimi niliangalia na nikarudia. Madarari. Arari uguo. Todo oka kwedia. Oka biashara. Alifika Thursday. Na hiyo kidogo na mother naitwa Mother Kome wakaingia Supreme Court the following day. The same day. Yes. Akaingia. Siku hii ingine Kenya ikapatiwa $65 billion. Na wamepitisha, imekuwa sheria. Sasa unaweza kugeuzwa. Mzee, unaweza kugeuzwa na kuna mahali utanipeleka. The government that we elected on a godly platform imechukua pesa ya sacrifice ya LGBTQ. That is the current government for you. Na nikawaambia hapa watu wengine mkanidharau sana. That the government we have, yes, it came from God. Najua watu wanaweza kusema kwani wanasema Ruto alikuja kutoka serikali ni ya Mungu. Yes. It came from God.
on the will of man. Yes. Hallelujah. It came from who? It came from God. It's a godly government on the will of man. Yes. It is not platformed on the will of God, yes, but platformed on the will of who? Of man. It is from God. Ruto is from God. He said, I have been prayed into. I have been prayed into. It is not me praying into. I have been prayed into. So I am not part of the prayer, but I have been forced to get in. Hallelujah. That is why, because the money that finance some of the part of the campaigns are from LGBTQ. Pesa ile ilitumika kufanya campaign hapa. Both sides. Pande hii na pande hii. Juzi niliona kuna member of parliament. Hiyo sitamwambia ni nani kwa sababu ni mwedete juko mono. Ndio mge anawariki ni anaugire. Lakini this man comes from Nyeri. He is a member of parliament. Juzi alifanya harusi. Ni mwanaume alikamatwa na mwanaume mwingine na wakafanya harusi. Nao ndio walisaidia sana serikali kupata pesa ya kufanya campaign. Hallelujah. Our role models ambao wako in the government, the current government, role models. Wale watu unaona hawa ni role model. Huyu ndio naweza hata kupatia kijana yangu amkopi. Ni watu wa LGBTQ. Hiyo ni kumaanisha L ni nini? Lesbians, gays, bisexual and transgender. Sidio? Sasa alikuja hapa because they were raising the platform of that kigogona ya LGBTQ hapa Kenya. That is why they had to come and give a sacrifice of 65 billion. It's a very high sacrifice. Why do we have that thing to happen? Because the devil wants Kenya. Wanatafuta kwa njia zozote to take Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Waislamu, they are working out day and night to take Kenya. Freemasons, they are working day and night to have Kenya. And Jesus is working day and night to have Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kenya is a springboard of all altars. It is what? Musisemage ni ya Wakristo tu. It is the springboard of the revival of all, depending on which pali mnataka kwenda. It is the springboard of the revival of the gospel of Jesus Christ. Iko padire. It is the springboard of the revival of the Muslim brotherhood. Bwana Yesu asifiwe sana. It is a springboard of revival of Freemason. It is the springboard of the revival. Wewe huyo mama. Hebu muangalie. Muangalie tu. Unamwambia I love you. Kai. Twashokio kiorothe inio ku. That waruta igogona. 65 billion. Mama akaingia. Alipotoa sacrifice mama shwe. Akaenda kuambia Musene twatoria. Kenya is the child of God. Is not a country of God. Kenya is not a country of God, but a child of God. Kenya is chosen by God, loved by God, is a baby of God. That is why if they can win Kenya, they have conquered the world. The whole world is looking at Kenya. The whole world is monitoring what? Kenya. They want to win. Jesus is already here. And the revival has started. And they are fighting very hard to make sure the revival does not start. Because they know once the revival begins in Kenya, then the whole world will change. They have this agenda of one world order. Corona na LGBTQ, one and the same. Freemason, one kingdom. Illuminati, one kingdom.
And they are all talking about one thing. One world order. Their altar is in Dubai. That is where wamejega. You can Google. Ile altar kubwa inaitwa Islam. Chris, Catholic and Islam. They have built a huge altar in Dubai to counter Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. All is about to counter. They have raised the kigogona, lakini hiyo tumebomoa. Kule nilienda kuiba. Mnajua kule nilienda kuiba? I'm the only man in this world that has ever gone na akaiba kwa shetani na akatoka. Niliiba. On behalf of God. Wanawe gai alienda kwa shetani. Nilikuwa huko ndani na nikaiba. Na nikatoka na gorodi. Na kitabu ya majina yao yote niko nayo. Bwana Yesu pale kwa Freemason hapo kwa Nyerere Road hapo hivyo. Hiyo nyumba unaonaga hapo juu. Hapo ukiona Serena Hotel, hiyo ingine, hiyo ndio ya Freemason. Hiyo ndio head office ya Nairobi. Lakini kubwa kabisa ile head office hii Afrika mzima iko pale Donyo Sabuku. Pale Kemambo hapo Donyo Sabuku. Kuna nyumba inaitwa ya Macmillan. Wangapi wanajua nyumba ya Macmillan? Macmillan ndio founders wa Freemason. They are the owners of the Freemason. Hallelujah. Now these are the same people they are funding. 90% of our pastors and the bishops and apostles and the prophets are on payroll of LGBTQ. 90%. Hawa Wakorino unaona? Hawa. Lakini si huyu. Hawa Wakorino. Kwanza Wakorino ndio wabaya. Hawa unaona wamechachachacha huko kwa mitandaoni. Those are the people. Mabishop wengine ukiongea na mimi najua bishop mmoja kwa simu yako umemweka message zile za kupatia hope. Kwa simu yako hapo. Dia nakupatia hope simu yako Mungu na yeye unaona haya kigogeka. Mungu ni gota kwa hiyo. Ambako na jina bora hivi unaenda huko hivi. Kwa hiyo ni wao. Wamenunuliwa magari, wamenunuliwa majengo makanisa, wamefanywa mambo msuri. Mapasta. Ukiwa na Kenyaka. Na pale wanaitaka pale Westland. Kuna hapo kwa nani? Wanaitaka nini? Ni Waidi wa Arabu. Wako mahali kigogona yao pale iko Westland ile ya kupatia mapasta. Mpasta anapatiwa mogeka. Hiyo mogeka unaona hii makanisa unakutaga imejengwa hapa hivi alafu imejengwa nikamurago unafungua kigia hapa ingine nobody can enter. Apart from the bishop, hata watoto wake hawaigiagi hapo. Hata mke wake ni bishop peke yake anaigiaga hapo. Alafu kuna kamogeka kamewekwa pale katikati, kazuri kako na tumaua tuzuri kamewekwa hapo. Sisemi nimegeka yote, ninakupatia for example. Na ukienda huko utaona hizo dalili nakupatia. Si wote, ni wachache. Hapana ni wengi, si wachache, wengi. Utapata kamewekwa pale hivi, kamogeka kazuri hapa hivi na hakuna kanisa mzima. Ni mtu mmoja ambaye ordained for that job. Anaendaga hapo. Hata watoto wake hawaruhusiwi. Wende hiyo kanisa uangalie kama watoto wa bishop wameenda wanakuingia. Unajua watoto wa bishop ni wanikiherehere. Wanaipadaga huko juu wanacheza because that is hiyo ni territory ya baba yao. Na unajivunia vitu za baba yako. Because myself when my children are here, watoto wangu ni wakubwa, wamesoma, ni wengi. Na ni wakubwa na wamesoma vizuri. Sasa wako huko mataifa ya nje. Sasa wakati wanakujaga hapa lazima nikalete hapa. Kakanyaga hii madhabahu, kanikabie piga magoti hapa, nikaombe baraka. Kwa sababu kule kametoka hujui kamekuja na nini. Lazima kitu ya kwanza watoto wangu wakanyage hii madhabahu ya baba yao. Ndio nimuombe baraka. Ndio nimfuguanishe kama kuna kitu amewekwa ndani yake kuje nimalize. Tunamaliziana wapi? Hapa kwa madhabahu. Lakini kuna watu wengine hawawezi kanyaga. Hawa ni watu wa LGBTQ. Wanachukua kabisa wanaenda Germany. Unasikia kwanza trip yake ya kwanza alienda Germany, akaenda Europe, akaenda wapi? Ukimwangalia siku nyingine 3 ni Kiprado na kijipu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hawa Wakorino siku hizi wanafuka kereba inakaa style ya digital. Kuna Wakorino digital. Siku hizi wote na Wakorino digital. Hao ma digital hao. Hao ni watu wanakufunguliwa na huko nyuma na kafaseli. Bwana asifiwe sana. It is
we must speak it now. Na kama nyinyi ni waoga, mimi sitaogopa. Ati jamaa mwingine aliniuliza ndio kila matika kolege gigo. Todo matiri na gigo ya kolego. Matiri na gigo. Matiri nayo. Alafu ni ndike guoya. Wana. Ni ndokoretio ni Jehova munene wa ita. Ti ita ria kuruga ucuru, ni ita ria bara. Tutagongana. Na sitaweka Yesu chini, tutakuwa na Yesu. Kwani Musa, kwani Joshua alitumia Shetani? Kwani Daudi? Hebu nikuulize, tuulize twende. Kuna watoto hapa. Question huko. Edo agima. Kale katige menyano ya trali. Daudi akiriria muka mwari wao wa Saulu. Nanyite ne? Asha. Nanyi murathie ku. Akiriria mwari wa Saulu. Eta kwatia? Maika. Akerireria guhikia mutumia ucio. Akerireria, tutege na Kiswahili. Uwe ashiki. Akaerireria mutumia. Akiuga ni kwenda kuhikia gaka. Uyu niwe kwenda ona ri na irema. Motio ekoina. Uyu niwe kwenda ona ri na irema. Nake Sauro akethondeka katrik nigetha Daudi athi ameno na ahurwo. Mwaria mwirire atia? Oigirire ki haha iguru? Private parts cia andu 100 wekere hapa. Ni Biblia, thoma ya Biblia. Etirie 100 private parts. Daciaria na githungu nigetha tondu ni decent. Ni decent kidogo. It was a trick to make sure this man fails. It was a trick, just the way we have been tricked, that allow this, then we give you money. And this money was not just money to come and develop the nation. It was a sacrifice money. These people are not attacking us on a platform of IMF, World Bank, ati ni watu wa dunia. Si watu wa dunia, ni watu wa kiroho. Hakuna watu wa dunia. Ukirudi kwa upande wa wachawi ni watu wa kiroho. There is no watu wa dunia. Ni watu wa nini? Kama ni wachawi ni watu wa kiroho. Kama ni Mkristo ni mtu wa kiroho. Kama ni Muislamu ni mtu wa Bwana kuja kutuambia hapa ati address ya kiroho. Kama ni ba ni kigogona. Pope is an altar. It's an altar that speaks. Huyo ni mtu wa nini? Wa kigogona. Is a spirit, mtu wa roho. Orojo muga hata attention yathi. Musician anavuka kitambaa hapa. Wale musician wote saizi ni wale. Hawa naonaga hata 100% wa Kikuyu. 100% hapana, si 100. Ni 90% weke 90%. 90% gospel ya Wakikuyu wote huko. Ni nini? Ni kiroho. Unaona mtu anaimba, kiridi yote inachakamuka. Na ni kale karoho. Kale kanini? Ndio kanachakamusha hawa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikawaambia, ilikuwa mwezi wa ngapi? Jane? Siku ile niliwaambia wataanza kulipuana. Niliwaambia hawa watu wa Kororia TV. Lakini watu wa Kororia TV ni watu wengine. Na ogiaga na hao alafu wanaenda kutafuta mkolino wengine na hapo wanaanza kwenda kwa ati kuna mtu hapa anasema, tawachapa mimi. Wewe kunilinganisha na kamkolino atakajue nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kade muherio horo tari wanyu. Yes. Daudi akaambiwa lete 100 wekelee hapa. Daudi kwa sababu ni jaba hakuogopa, alileta 200, sio 200, si 100. Aigelele hao magana mere. Akiwa reha mudo. Ndio hii. Reha mudo. Walikuwa nafikiria hataweza, aliweza. Nitishie hata mimi nitishie uone. Nitawekelea na maisha iendelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Matukoma igwoyane mathiru. Sema matukoma igwoyane mathiru. Mere Ukristo wa igwoyane urathirire. Ukristo wa kuringwo haha ukaneana haha ni urathirire.
We are not going to entertain nonsense. Hatutauziwa. Yani mwari wako afudidio ule ale kunura gona guku. Na nie dia kuno lile moto rumenege okay. No way, it cannot happen that way. It cannot happen this way. Mimi si kukunora mwanaume ndio maisani akuje ati wamweke huko ndani aanze kukunorwa. Hapana. Ati mtoto wangu my girl, my sweet girls. Mimi nilikunua mimi. Wakukolia huru. Wakukolia huru. There is a mke abali leta msichana. I didn't have a man that brought me a child. I have a wife that brought me children. So I have to show my daughter, I'll show my son that there is a process, a godly process. You need to have a wife in the house, then you do production. Bwana Yesu asifiwe sana. So tukodo mohono kule moke madeheri LGBTQ na jikaeze na yeyego na sikiliza, mujitayarishe. Ninatagaza maandamano Kenya mzima. Na tutaenda Baka State House. Tuulize Ruto, are you part of this or you are not part of this? Simple as that. Hakuna maswali mingi. Hatutasema Ruto must go. Ruto akalia kiti yake. Lakini atuelezee tu ndio tujue kama tutatokana na yeye ama tutaendelea na yeye. Simple as that. We cannot allow this nonsense to be here in this country. This is a holy nation. This is a holy nation. A holy nation that no arrangements of the demons will be done here. Na niliwaambia wataanza kulipuana. Niliona siku nyingine mmoja amelipua, ameweza kusema amechagulia hawa. Pastor mwingine huko Nyeri amesema amekuwa akitoa watu magogona. Na ametoa. Every year walikuwa wanatoa watu wangapi? 6. Every year. Nani pastor? Anakuja kulimba katala maketa ya. Riko koko rimasa. Na ni wala mulika. Akira dada simama. Yesu anasema umebarikiwa sana. Ahiko ne ukoneana nako neana kahora. Kuma ukaja kwa mwalewa ida wito. Toma kanitha hwaine nyaranyitirwo ne ndwari. Na nituramutwarire thibitari. Na twamutwara thibitari ndagitari neraugire akome tondu aratoro HDU. No nituramuhoera na turaigwa ni atoro HIU and HIU. HIU na no turake muhoera thutha thiku ithatu kaigwa twina kieha ndungata cia Ngai no turauga ati mwathani no waheanire nitatafsiri. Anataka kufurahisha Wakikuyu kidogo. Najua nilisemaje nikianza? Wakikuyu wanajipenda. Wacha tuwafurahishe ndio watupatie nafasi tuongee. No, I will speak everything. I'm not preaching. There's something I'm driving home. Of course I will drive it home. So wanasema tuko na dada yetu ametuacha. Unajua Mungu ndiye alipeana na Mungu ndio anachukua. Watu wajika wanasema amen. Nani huyo pastor ndiye amechukua? Si Mungu. Pastor ndiye amefanya nini? Amechukua. We must change the narrative. We must change this narrative. We cannot allow this nonsense to be in the churches. The church must stand as pure church for God. If you want to preach the devil, just go straight into the devil. Don't mislead the children of God. And because we know them, I went to the Freemason there, their hall there, and I was able to steal their book. I have their names. I know them. I know the people here, the bishops and the pastors who are doing it. I know because some of them are my friends. I remember one day they took me to Kitengela. They wanted to introduce me. I know all of them, including top musicians. Hallelujah. But because they have dared us, they have poked kuleta hiyo kitu na wamepitisha. Kumbe hawa mama wanakuaga wengine unaonaga ni watu wa kitaifa, national leaders. Kumbe wanakuaga wa hiyo kitu na hatujuagi. So we must go. Mimi nitaorganize, kama mtaenda tuende, kama mtaki mkae. Sibebelezi nyinyi. I will go. I am the commander. Mimi najua niliobewa na James Maina Ng'ang'a. Hiyo ni Kenya 1 mimi ni. Lakini sasa tunamtoa. Tuchukue kiti. Amesema amekuwa mzee, lakini sasa akisikia hiyo atanitusi. Atanitusi. Ati lazima nimezeeka nikikulimia.
asubuhi leo unasema leo enda utazame TV yangu utaona vile. Is my friend. Hiyo kiwanja amejenga hapa mimi ndio nilimpatia, ilikuwa shamba yangu. I'm a rich man. Kama said business unatoa nyumba shamba unapatia kwa kanisa. Wajenge wao umepatiana nini? Umepatiana nini? He's a good man. He's a very brave man. Mtu napenda. Alinizaa, yeye ndiye aliniobea wakati nobody wanted. Although hata yeye hakuwa anataka. Acha niwaambie kastori kidogo kwa sababu nilimpigia simu, alikuwa Mombasa. Alikuwa naenda pale Mombasa pale, alikuwa anafanyaga raja wa kwa roundabout fulani hapo. Sasa walikuwa wamebeba maspika. Nikampigia simu, nilipatiwa na bishop. Kuna story nataka unielewe vizuri. Kuna bishop alikuwa ni apostle, yes, apostle. Nikamwambia, tukakutana na yeye, nikamwambia nipatie namba ya pastor genuine ambayo unajua, lakini apostle ninauliza. Nipatie namba ya pastor genuine ambaye unajua. Akaniuliza kwa niko nini? Kama wewe tu nipatie namba ya pastor unajua ambaye ni genuine. Na yeye ni nani? Ni apostle. Akanipatia ya nganga. Akaniambia kuna pastor mwingine alikuwa kiherehere na vituko na sarakasi, lakini naona huyo ni kama ni wa ukweli. Ni nani ananiambia? Apostle. Akanipatia ya nganga. Hakuna bomu. Sasa galia. Sasa tumeongea hiyo kitu ya LGBT, mnaweza kuangalia madirisha. Tio kanisa ni digadi, si ukai kukuja. Una dirisha ni kufuga inafugika. Ni kero huo hii na huo. Umesikia joto? Acha ni uoga. Fanya hivi. Breathe in, breathe out. Sasa huyo bishop akanipatia namba. Nikapigia James. Ilikuwa kitu saa 5 saa 6 hivi kwa sababu ananiambiaga ndio wakati walikuwa anaenda nini? Kwa Jawa. Sasa walikuwa kipaga, alafu hapo nje kuna vijana wa kupaka rangi walikuwa na marasta. Ni watu wanaonaga kila siku. Sasa wakati nilimpigia simu nikamwambia, pastor, mimi naitwa Dora Warege, ule wa Mugeke, nataka uniombee. Nilikuwa nimeshushwa, nilikuwa nimekamatwa kabisa. Na roho akikushika unaogeeka ni kama katoto. I was genuine, nilikuwa nataka kuokoka. Nikampigia simu. Umesema ati nani? Nikamwambia Dora Warege, ule wa Mugeke. Unataka nini? Nikamwambia pastor, nataka kuokoka. Akaanza kutodoira. Nikamwambia nataka kuokoka. Ati sasa wakati tulikuja kupiga story na yeye, aliposhika simu aliangalia nyuma yake, akaona marasta wako hapa nyuma. Watu wanaonaga kila siku. Lakini alipoangalia akaona sasa kichwa imeenda. Hiyo siku hiyo ndio ilikuwa mambo mbaya sana. Akaona kichwa imeenda. Akasoga tu nyuma tukiongea na yeye, akiangalia hawa. I think alikuwa anasema Yesu, I'm coming now. Nitengenezee safe landing. Akasema nikainsist, akaniambia sema Bwana Yesu. Nikasema Bwana Yesu, nimeokoka. Sitarudia dhambi. Haya, umeokoka. Na akazima simu. Na mimi kwangu nilifurahi. Kwa sababu nimesikia kuna kitu nilikuwa kingoni, nilikuwa kimenishika kama kichuma kikaaguka. Nikasikia ni kama machuma. In fact nilisikia machuma zikianguka. Kwa nikasikia machuma zimeanguka. I felt like nikakuwa mwepesi. Paka nikasikia nikashana, nikaona vitu zingine niliona. Alafu hapa juu mbele yangu nikaona malaika walikuja wakazuka, walikuwa wamevaa white. Wakanizingira hivi. Na yani I saw something I've never seen. Something like good. Yani I felt good. But Funganga alimaliza haraka aondokee hapa. Kichwa yake. Nganga alienda mpaka polisi. Akapigia Muiro, akapigia Gitoka, akapigia Wajiro, akapigia Wairimu, wote akaambia nimepigwa na mtu wa Mugeke. Mkisikia nimeenda mjuni. Mjuni yeye. Akajipeleka mpaka polisi ndani. Akasema polisi, mimi nimepigiwa simu na mtu wa Mugeke. Kumbuka ameniombea. Naambi watu nimemwombea. Akiwa ndani ya polisi. Polisi akamuuliza amekupigia? Amekuuliza nini? Anataka kuombewa. Umemwombea? Umemwombea vizuri.
kwa sababu huyo mtu ametusubua. Akakuta mama OCS Mkristo, akamwambia pastor, kama kuna kitu umefanyia dunia hii ni kuombea huyo mtu. Bana mimi I'm not safe. Safe. Akamwambia sasa mpigie simu ukiwa kwa polisi. Sasa nganga tena akanipigia simu. Akaanza, una uhakika ulikuwa unataka kuokoka? Nikamuuliza, kwani sijaokoka sasa? Akaniambia hapana, nikamwambia nimeokoka, nataka kupatia ushuhuda. Kuna malaika wamenizunguka hapa. Nilikuwa naenda tu nikienda hivi, wako hapa wananizunguka nikienda nikitembea. Walikuwa wananizunguka. So I was happy. Nikaingia kwa hoteli nyingine hapo New Standard. I was happy. Happy. Yaani unaona na kanyaga kama mabodyguard wangu wote nikawaambia waende, wakaniuliza mwingine mmoja, wawili. Mmoja anaitwa Dongo na mwingine anaitwa Waidhaka. Wakakatalia sasa, wanataka kuindisisi lazima wanichuge. Wananiambiaga hawajui ni nini kiliwagoka. Walisikia makofi ama kichuma kwa kichwa, walitoroka wote. Bio kutoroka, wakaniacha mimi peke yangu. Nilitembea siku hiyo for the first time after 9 years. Siku hiyo nilitembea bila bodyguard peke yangu Nairobi mzima na kanyaga hivi. Watu wananiangalia hivi wanashangaa. Hapo polisi akapigia Moiro, Gitonga, mwingine anakuaga kule Kikuyu anaitwa Bishop somebody hapo. Wote wakakuja tukakonverge pale Bavesh building pale Gara. Unaona Figituri kuna nyumba opposite hapo inaitwa Bavesh. Alikuwaka kwa basement hapo ndani. Kadogo tu kametoshana hapa hivi. Huko akakuja akalipa ndege immediately. Na Mungu alimwambia Reda utapata kiti. Alipofika kwa airport akakutana na mama mwenye amesahau na passport yake lakini yako na tiketi. Na akapata kiti. Akakuja. Aliniambia saa 5, saa 6 hivi. Saa 8 alikuwa hapa. Tukaenda pale kanisani. Kanisani tukakuta kina Gitonga. Huyu nani anaitwa nani? Wafula alikuwa, Chai alikuwa, Latori alikuwa, Wajiro alikuwa. Wao mabishop wote walikuwa wamejaa huko. Sasa shida ndio hapo ilianza yangu. Shida kubwa. Ukiobewa na watu wanataka kamera iwaone. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiobewa na watu, wakati CNN wamesema wanataka kwenda live, wakati BBC wanataka kwenda live, KBC na KTN zote zilikuwa hapo zinataka kwenda live. Sasa angalia mapasta wanataka wajulikane ni wao waliobea huyu mtu. Wacha nikwambie. Si nilipigishwa makoti, nitaweka hiyo ka video very soon. Si nilipigishwa makoti. Lakini zile gumi nilipigwa za kichwa. Kwa sababu kila mtu anatafuta mahali ya kuwekelea mkono. Alafu kuna wengine wako na mkono mrefu hivi. Na hii walishika hivi. Sasa kuna mtu alishika hapa hivi. Hao wengine toa tumbako. Alafu wanarusha mate. Nikitoka huko hii kiara yangu ilikuwa ni kama kalami kamewekelewa juu. Nilikuwa makumi. Kutoka hapo kichwa ilikuwa inaniuma mpaka nashindwa ni nini nitafanyika. I was seriously sick. Mpaka sasa nikaona wacha nilikuwa nimepiga magoti hivi. Sasa venye ilizidi nilijifanya roho amekuja, nikarara sana. Nikujinasua. Ndio nilijua kumbe nilikuwa mtu dangerous. CNN ilienda live worldwide. The most dangerous man on earth sees the light. Hiyo ilikuwa breaking news ya CNN. Hallelujah. Sasa hiyo hata mke wangu hakujua nimeenda kuokoka. Because nilikuwa naenda kushambulia huyu mama anaitwa Wairimu. Hapo City Hall. Unajua hapo kulikuwa na City Hall Annex na hii hall walikuwa wananiobea. Wangapi walikuwa hiyo? Wakiniobea ni wewe? Mlikuwa mnaniobea nikufe. Nikwendeni huko. Haya mali. Mlikuwa mnaniobea nini? Kama Teresia, kama si huyo mama alikuja alisimama mbele yangu. Ni mama alisimama mbele yangu. Alikuwa na white. Hapo unaona hapo kwa high court kuna kama mtu kanakojoaga. Kakiwa noi. Hapo ndio mama alikuja akasimama. Alikuwa na white akasimama mbele yangu. Akaniita jina. Nikaitika. Sasa sisi tukiwa Mungiki tunatabua mama. Sasa kitu ya kwanza niliangalia mabodyguard nikaona
ni kama wamechanganyikiwa. Who is this woman? Nani ameambia huyu mwanamke akuja kanikaribie? Nikamuuliza who are you? Kaniambia dukata ya Ngai. Mwathani arauga umugarurukire nake ni akugarurukira. Aliongea na Kikuyu. I'm sorry. Alisema mtumishi wa Mungu. Mungu anataka umugeukie na yeye atakugeukia. Nikamwambia nonsense. Get out of my way. Akarudia tena dukata ya Ngai. Mwathani arauga umugarurukire na yeye ni akugarurukira. Nikamwambia nonsense. Nimekwambia get out of my life. Sasa I spoke, but my bodyguard wanaona nikiongea, but they were not seeing anybody I was tripping into. So automatically my yule bodyguard yule mkubwa sasa wa mabodyguard wengine akafikiria ni kichwa, kwa sababu tulikuwa na pressure, tulikuwa tumeweka pressure na serikali vibaya sana. Ni wakati walikuwa wamesema shuti wa Roigi on site. Walikuwa wametoa 40 million kwa kichwa yangu. So nilikuwa nimejiweka sasa. Leo kama ni 40 million sitaogoja walikuja waniue, wataniua nikiwa kwa field. General anakufiaga kwa field, akufiagi kwa ofisi. So nilikuwa nimesema if I die, I die. So kwanza kabisa nikajua kale kama mtu kanaturoga. Nikamama kanaitwa Wairimu. Ndio tunaenda kukuta hako kama mama. Alikuwa hapo City Hall. Hii ya kwanza hapa imekuwa buke City Hall Annex. Sasa karibu sana tukiwa hapo kotini, tukienda sasa tulikuwa tuke munyandu, tuke walarua hiyo kanisa. Huyo mama akasimama mbele yangu akaniambia iwezekani. Akaniambia geukia Mungu na Mungu atakugeukia. Nilishika huyo mama hivi. Alikuwa na kitambaa ya white na si mkonini, usiende kusema alikuwa mkonini. Ilikuwa kitambaa ya white, nguo ya white, viatu za white. Alafu alikuwa amevaa gloves za white. Huyo mama nilimshika tu hivi nikamwambia get out of my way. Nikasikia mkono yangu nikagogwa na shoko. Nikaangalia bodyguard yangu, nikaona hawakujua kitu. Lakini huyu mwingine ameona ninaongea, akaniuliza karike mbode. Nikamwambia mtumio hiyo mwanamke aliingia katikati yangu mkifanya nini? Get out of my way. Hata yeye nikamtusi. Kusoga mita 2 hivi. Nikasikia hizi maspika wacha hutu. Ile kubwa, ile maspika kubwa hivi. Ziweke 1000. This is the voice of the Almighty God. You are my son. I love you. That is what changed me. Kama kuna siku nimewahi kushikwa na uoga, maana nilitasama hiyo sauti ilitoka hapa juu. Hapa juu mahali uoni, hapa juu. Wacha hii. Sasa naona Michelle Court, hii nyumba nyingine iko padini inaitwa Michelle Court. Hapo kuna kajava kanakuaga hapo. Sasa mimi nikatoka padi, nikaenda padi kwa sababu nikaona hata mabodyguard ni wajiga, hawanisaidii. Nikaruka upadi mwingine ndio nijisave kwa sababu hapa kumehadoka. Naona vile Saddam Hussein aliingia kwa shimu ya fuko huko ndani, akajificha. Na unajua anasema atapigana mother of all battles. Lakini alitolewa kwa shimu. Kwa shimu ya fuko. Ni ya fuko, anatosheka simu ya fuko. Saddam. So I was finding my way to run away. That is how God works. He works in a powerful way, in a very meticulous way. So nikiruka padio nilikutana na huyo apostle. Nikamwambia apostle, habari yako? Akaniambia mzuri. Nisaidie na namba yote unajua ya pastor mwenye unajua. That is how I got saved. Nobody preached to me. Nilimwambia nipatie namba yote ya pastor genuine. Na huyu ni apostle. Akanipatia nganga. Labda nilimuinisisia nipatie tu saa hii. Alikuwa ananiambia acha niende kakuta. Nikamwambia saa hii, nataka saa hii. Sasa ili aliscroll ni nganga. Now immediately I called nganga. There is something that dropped off from me and the fear got away. And I became myself. Hallelujah. When Jesus comes to you, when he decides that he's going to make you win the battle, he will make sure everything will work for you. It was so powerful that he came. When he came, we went to the huko. Tukiwa huko tukitoka sasa kadiambia tuende tukakule lunch. Then nikamuuliza unaweza taka mahali unaweza kujenga kiwanja. Tell your neighbor, when you are right with God, you will get the right connections. Hallelujah. Because that hiyo kiwanja ilikuwa nganga alikuwa ametembea miaka yote. Nganga ni mzee. Nikijuana naye alikuwa around 60 something. Hiyo kiwanja ilikuwa hapo. Moyo akiwa hapa Nairobi kiwanja ilikuwa huko. Wairimu akiwa Nairobi Yoki waje ilikuwa huko, but it was reserved for him through me, the bad man.
Hallelujah. It doesn't matter what kind of a man you are. It doesn't matter what kind of a person you are. What matters to God, when you're right with God, He's gonna create something for you. He is preserving you. That is why you are not good, because God does not want them to see you. He doesn't want them to know you. He doesn't want them to see or understand you. He will preserve you in your sickness. He will preserve you in your poverty. He is preserving you in that situation that you are in, until such a time that He's ready to use you. He's going to reveal you. Hallelujah. Because of Nganga allowing himself to be used by God to save me, he was given that land. Nilimwambia twende nikakupatia kiwanja. It used to be my land. Sema my land. Si yako, sema my land. In the city. Nilikuwa mimi hata history radio, hata mimi ndio nilikatakatia watu nikawapatia ma certificate. Hallelujah. Ya leo na record ndako wetene. I wish I knew those days I could be owning a plot in Nairobi. It's me who did it. And that is what we call the power of the altar. And that is where I am today. Because I have realized what is eating us. It is not that we are not saved. We've gone to churches. We've been preached this word. But because we don't understand what we are supposed to be preached to, because of what the altars has done to us. When you are under being operated by an altar, no matter whoever that comes from whatever part of the world, there is nothing you will get. As long as you are captive of the altar, as long as you are being controlled, as long as you are going anywhere, there is nothing in your life that will change. You will leave that poverty line. And if it's a generational curse, forever and ever. I was studying about Jesus Christ, and I discovered an altar haitambui na haikutaka kutambua mpaka Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. An altar haitambui, haikutambua mpaka Musa, haikutambua Musa. Bwana Yesu asifiwe. You see, Jesus comes from the Judah clan. Is that where he's coming from? And if you look at the Judah clan, it's a clan of prostitution. It's a clan that is of entire clan from Judah himself. His two sons died because of a woman, the same woman. At the end of the day, Judah happens to sleep with the same woman and produces children, which brings the lineage of Jesus Christ. Hallelujah. And David, being one of the people from that lineage, is the greatest prostitute to have around. Anaangalia kimama pale kikioga, anaangalia kwa dirisha, anachungulia kwa kakira nikiagira ai. Anasema niletee yule. Anauliza ule ni wa nani? Ni wa yule askari ako Kismayu. Nani? Karioki. Lete. Sinajua ni askari, na askari ni gobo ya mudhamaki. Anaenda najioheria. Mama anapata miba. Kutoa aibu anasema huyo mzee apeleke fraud line ya kufe. Lakini mzee ni mjaji akamwambia, "Sasa unajua ya king. Ninakuheshimu sana. Lakini kuna kitu kimoja. Siwezi kwenda kulala na mke wangu wakati wanaume wenzangu wako kwenye vita. Siwezi. I cannot betray the faith." I am the king, I have commanded you with the authority of the king. Go. Akamwambia can't go. Akajua haka kamutu kataniletea shida. Akasema kaende kagogwe. Kakagogwe na sorry kaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the worst thing that David did. Killing this man. It is because the altar of immorality that was in the clan of Judah that continued. His own father Jesse, he didn't want to bring forth David. It was David not come on the intention of the father. The father had a divorce with the mother of David. Hawakuwa wanasikilizana hata kidogo. So the father decided to take on the house girl wa nyumba. Na alikuwa amempenda. Now this house girl loved this woman. So when it was completely lazima itafanyika, the house girl akazungumza na mama mwenye nyumba, akamwambia todo, nikiingia hii nyumba najua hautaingia tena. Kuja nikupake manukato na nikuvalisha vizuri, uingie hiyo nyumba. Na labda walinunulia msee kadifei kadogo. Uingie nini? Hiyo nyumba mara ya mwisho. Kwa sababu sioni ukirudi hapa tena.
Mzee akaigia kiwa mlevi, akakuta kamama kamelala, anafikiria ni kale kashugwa. Kamama kakilala. Akajivijali. Asubuhi huyu akatoroka kaenda. Hapo ndio David alipatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndio David alifanya nini? The seed of God, even if you try to kill it, it will not die. David was born that way. That is why all along David has been rejected. Because this man is very sure he never slept with this woman. And when this woman became pregnant, she went back to Jesse to tell Jesse, I'm pregnant. And Jesse knew, I have not slept with you. You are a prostitute. And it became another reason to chase this woman away. Na akaita wazee akasema, si mnaona? Ako da tubo. Na mimi sijalala na huyu mwanamke. Akadia hiyo tubo venye iko kubwa. That is why David was continuously rejected by father. And that is the plan of God, to make him rejected so that nobody will own him when the time of anointing comes. Hallelujah. The suffering you are going through, it is God that has intended it to be, so that wherever you live, whatever you will do, nobody will ever come and say, I own this man. Not even your mother, not even your father. David was rejected until when Samuel came, the prophet came. Alipokuja aliuliza, watoto wako wako wapi? David was not amongst the children of Jesse. He never called David. He never invited. He did have in mind. Alikuwa namchukulia kama kakijana kakuchuga ng'ombe. Tule tumetoka na huko. Kale kakuja mnaajiri. Si uko na kakijana umeajiri nyumbani ka houseboy. David was regarded as a houseboy. He was not part of that family. But he was the seed of Jesse. Though God, by his own manipulations, did a lot of things to make sure David comes and David will be protected. Because I think alifanya case study ya nani ya Joseph. Unajua Mungu ni mwerevu. Labda aliangalia venye Joseph alipelekwa na venye alifanywa maneno na brother zake, akasema huyu nitamrudi na njia hii. Akaleta confusion kwa nyumba. Mzee aliingia lakini hakujua this is not my hapana. Yaani naweza kuja kwako mami na nikosa kujua si huyu. Is it possible? Kwanza kuna kitu alipatiwa. Alikula muratina. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikuona ni kama alikula muratina. Kwa sababu how comes? Can you be in bed with a woman na ukosa kumjua? It's very complicated. But God wanted that way to be that way. And if David was given, alisaliwa. Na alipozaliwa aliambiwa kachunge mang'ombe. He always went kuchunga mang'ombe na mabuzi. He was being prepared because kondoo ni za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. He was being prepared to take care of the kondoo za Mungu. And until a time of God anointing came. Because there's two different things. People wengine hapa mmemwagiliwa tu mafuta, mnarukaruka huko kama table tennis. It's as if God has arrived today. When Samuel was born out of a struggle by his own mother. The mother had prayed for so many days to have a baby. What you are praying for, you need to understand. Is it connected with God or is it your decision? This woman prayed and prayed and prayed and prayed forever. For about 20 years, 30 years, this woman was praying until she changed the prayer. Hallelujah. Until such a time she changed how to pray. She was praying, asking God, naomba baba unipatie mtoto. Baba, nakuomba mtoto. Baba, wananichekelea. Baba, ulisema utawadhima the womb. Oh, Baba. He was asking for a child. But God was not looking for a child from this woman. God was looking for a servant that will anoint his servant. Hallelujah. So understand what you are praying for and how you are praying. Because you need to know, ask from God, what do you want from me? You have given this job to me. What do you want from me? If God has promoted you to become a manager, ask God, what do you expect of me? Don't just jump into the job. If you got a wife, don't just jump into this wife. Ask God, you have given me this beautiful wife. What do you want from this marriage? Because there is a reason. God cannot give you anything without a reason. Everything that you got has a reason of God. Everything you do has a reason of God. There is nothing hata hiyo mwili yako God gave you with a reason. It has a purpose on earth. Bwana Yesu asifiwe sana. And until you know the purpose, that's when God will give it to you.
Until you know the job you are praying for, until you know the purpose of that job, that is when God will give you the job. He will never give you. So don't go bothering pastors when you're bare cousin. No, you need to understand you're looking for a job. What is it for? Ask God. If it is, I want to be a mechanic. To do what? Every person is ordained to be in an office to edify and to make the office of God, the word of God, be known. That's the reason. Anything given to you, any husband given to you, any wife given to you, it is for the edification of the body of Jesus, of the body of Christ. Not for any reason. We are not given anything for our personal gains. We are given everything for the gain of the word of God, for the foundation of the word of God, for the growth of the word of God. That is why we are given money. So don't ask God for money. Ask God money and a reason for that money. That is when God will give you the money. If you justify, that's why he tells you, write your vision in capital letters. Because you want to understand, you want me to give you this for what reason? We are praying and asking for everything, but we don't have a reason for that. We are praying we're going to go to German, but we don't have a reason why you're going to go to German. We are praying that you want to go to America, but you don't have a reason why you're going to go to America. You are praying that you want to open a church, but you don't have a reason why you want to open this church. You must give the reason to God. And Hannah, when discovered that the reason is needed, not only a baby that is needed, but a reason will yield to a baby. That is when Hannah changed the prayer. That, Father, give me a baby. And once you give me this baby, I will return the baby back to you. What does that mean? I will take the baby to the altar. So the baby will be an altar baby. And that is what God was looking. Then immediately, Hannah was told, go prepare for a baby. Hallelujah. So you must be able to understand that which you are looking for, connect it with God. Then once you connect it with God, ask God, what is its purpose? Once you know the purpose of what you're asking from God, God will give you immediately. Once you tell God, I will return it to you. If it is, God was not looking for children. He was looking for a prophet. A prophet that will come to anoint a king. People that anoint kings are born for that purpose. People who are prophets are born because of the prophet office. They are born purely because of that office. So when you are a prophet and you are not doing what God brought you for here, you will suffer no matter what you do. You will never have a marriage. You will never have a stable life. You will never, whatever you do, lazima itaguka. Utashida kwa manabii ukiobewa for nothing, and God will not listen to you. Because once you are born for a reason, and that reason, myself, I was born a prophet to come and save generation. And this generation, si watu wazuri kama nyinyi, ni wale watu wa bagi, ni wale waisi, maraya, wale watu wa kukundoro na dudha. All those people, that's what God called me for. That is why you don't like me. Kama hamunge kuwa na katatizo, you would not have been here. Hallelujah. The challenges that you are facing, those are the things that God created me for. Until such a time I came back to my office, that is when God started blessing me. Previously, I was a commander of Mungiki with 4 million people, but without peace. I never had peace. I could go for 1 full year without sleeping in my house. I used to sleep in hotels, sleep in women's houses. I had so many women, not because I wanted them, because they were my hideouts. I have so many children out there. I have more than 18 children. Not because I wanted the children, but because wherever I went, for me to sleep there, I must do some job. And while doing the job, a child is born. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't laugh at me. Acha kuniangalia hivyo. Niko na watoto 18 wazuri, beautiful girls and boys. They are not a mistake. It's me who made a mistake, but my children are not a mistake. Bwana Yesu asifiwe sana. I love them. Tunaendaga Serena na waweka Serena huku na spend 100,000 with them. We do lunch there. Because I tell them, you will be better than me. Bwana Yesu asifiwe sana. I may have made mistakes,
But I am praying that you are not going to make mistakes. Any altar that might have been following me, I break it. When we eat together, I tell them, I break any altar that might follow you. The things I did will not follow you. And that is how to bless your children. Not to look at your children as though they are enemies or you are competitors. They are not your competitor. Bless them. Most of you are suffering because we found arrogant fathers who failed us. We found those fathers who ulikohoa kule kwa gate mbali. Sisi yote kwa kitanda jugu. Unalala na ni saa 12 mlale. Mtaamka kesho asubuhi ama saa 8 usiku kwa sababu msee amelala. Hallelujah. That is why we failed. As parents, we need to rectify. Tell your neighbor, we need to change. We need to bless our children. We need to bless them. We need to produce a generation that will conquer enemies. We need, you see why? All these our young boys, wametoboa masikio. Mwingine wametoboa mapua. It's a boy. Mwingine kwa mkonyo. Mwingine nimekuta nimeombea leo asubuhi ametobolewa mkonyo. It's a boy. Mwingine amevuka manywele maraini. It's a boy. Nikamuuliza, what's wrong with this? Akaniambia, but I don't see anything wrong. Nikamwambia, it's wrong this for women. What's wrong? They are human beings. Nikamwambia, this one is for prostitutes. But no, I'm not a prostitute. But I love it. Nikamwambia tena, but masikio si mzuri. So I spoke to him, I discovered this young man is looking for an identity. Because his father is an absentee father. He is there, but a figure. And the mother, because we have become lazy, we men, we don't go looking for a job. The mother is the one who is the breadwinner. And the mother, because of the burden, big burden, he has another kamutu pale, ya mfanga kado, who feeds the family. I want to show you how the curse operates. This woman here, and this man here, this man is a lazy man, who only comes after drinking some alcohol and comes very late in the night to ask for food he has not provided for. This woman is so overwhelmed by the kazi ambayo inafanyika kwa nyumba and the provisions and everything she's providing for. So this woman, because of the burden, atatafuta kimutu kinakaaga pale. Na kio kimutu kinakujaga kwako usiku. Kinakuta umevaa ile suruali yenu kwa kichwa. Na umevaa t-shirt hapa kimeandikwa sengenge ni ng'ombe. Na huko nyuma imeandikwa ukimwi inaua. Na kimutu kikienda kwa baki na kutaka kama kamevaa kaskati kamefika hapa. Kakifanya hivi, mwanaume anasema, "Kai, shida ni siagerai." Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mzee hatawahi kuja kwako, alafu anakutana na mama mzuri, anajua kubebeleza kwa sababu anataka kukamua. Hii ni ng'ombe ya kukamua. Anataka kukamua ndio watoto wake wafanya nini? So this woman, ile pesa amefanya ni ya usherati. Amelala na mwanaume huyu ndio afeed watoto wake. So watoto wake amewatolea dhabihu ya usherati. So forever watoto wake na wao wataingia kwenye usherati na watafanya the same thing, and that is why we don't have a marriage that is standing, because an altar is operating in the family caused by this man who was supposed to stand in as a man. Bwana Yesu asifiwe sana. So some of these challenges you are facing, your mother could be the cause, or your father could be the cause. Some of these things that are happening in your life, if you trace them, your grandmother was involved. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So when Hannah changed the form of the prayer and told God, if you give me the child, I will turn the child to you. That is what God wanted to hear from this woman. That he will return a prophet to me, so that I can use this prophet to anoint my king. When time came, Samuel was sent to the house of Jesse and told, go to the house of Jesse and anoint for me my servant. And this man went there, and he went and asked Jesse, bring all your sons. There is one who is supposed to be ordained. And Jesse invited all the sons. He told them, come. And every time one will come, you were told, no, not this one. Another one came, not this one. Another one came, not this one. Another one came, not this one. Then he asked, is there any other? They told him,
kuna kengine. Meaning, he is not of these brothers. Kuna kengine, lakini kanachunga kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. So meaning, this is not part of this. When you are anointed by God, you will never become part of the family. Because if you become part of the family, they will defile you. And they will defile the anointing that is in you. Joseph, when it came the time for him to be removed from the family, for his purpose to be experienced, the family was incited against him. And they sold him. Remember? They wanted to kill him, but one brother said, let us sell him. As this word came out, let us sell him, buyers came. So God had planned every plan. God has a plan for your life. God is a master planner. He knows what will become of you tomorrow, what will happen, and how this will happen, and where it will happen, and how it will come to end. As they plan to kill him, somebody comes and says no. When they will plan to kill you, somebody will come and say, you are not going to die. Because God has not ordained you for death. God has ordained you for a greater cause. Has ordained you for a greater plan. Has ordained you for a greater plan. There is a good plan for you. The Bible says, I have got good plan for you, not to destroy you, but to make you become strong. As they were planning to kill this man, God prepared the buyers. And he put money into their pockets. Because my servant is coming and you're going to go with my servant so the servant can be protected. Immediately these people, they plan to sell him. Buyers came. I'm telling you, God coordinates his plans. Don't worry about what is happening now. It is part of the coordination of God. It is part of the plan of God. Whatever that is happening now, it is not the devil. It is God that is in it. It is not the devil that has caused you the pain you have. It is God who is doing the coordination. Because there is nothing that happens that God does not understand. God understands everything that is happening in your life. As they were planning to sell, the buyers were walking towards the market. Because the market is where they wanted to kill him. And God had ordained that place to become a market. Whatever situation you are in, the place you are living now, it is an ordained place for your success. It is an ordained place for you to become. It is an ordained place for you to conquer. It is an ordained place for you to meet your destiny makers. These men, they had planned to kill him. One man comes and tells, you will not go to kill him. So God, through this man, coordinated the other buyers to come. And when the buyers came, they had the money. I'm telling you, every solution has been prepared. Every solution for your life is already prepared. Don't panic. Tell your neighbor, don't panic. Don't even bother. Don't even be worried about what is happening around your life. Everything has been laid in a place for you. So don't panic. Just see it and see the deliverance that God is about to bring into your life. Just sit down. But that is only for that moment. People will be running away from you, but that is only for a moment. Because they have to be removed from you. They have to be moved. Whatever is happening to you, it's not a problem. Don't be afraid nor be dismayed. He told Joshua that my servant Moses is dead. And this servant Moses who is dead, you are a servant. That's why I kept you there, to see what he is doing, so that when the time comes, you take over the mantle. Moses liberated the children of Israel miraculously. With miracles. He conquered with miracles. But the next move of God, hallelujah, the move that you are in now, it is the move ordained for this time. Whatever that is happening in your life now, it is ordained for this time. When Moses died, Joshua was brought into this ministry of conquering and winning the battle, because God had a promise. God brought in Joshua and told Joshua that now that my servant is dead, take over, rise up and take over.
And he didn't tell him to take the rungu ya Moses. He didn't tell him do like Moses. He told him, do not be dismayed nor be afraid, for I am going to be with you. Do not be dismayed or be afraid. I'm going to walk with you. You are going to conquer enemy after enemy. And I have given you Jericho. Hallelujah. I have given you Jericho. But do not be afraid. One by one, tell your neighbor, one by one. Because the move has changed. We have gotten out the season of miracles into the season of actions. Hallelujah. We are not going to drop down ourselves so that the trolley will become a snake. No. We are going to use our military tactics to conquer. Hallelujah. We are going to face this giant face on Mundu Kumundo. We are going to face them now. We are going to destroy them now. We are going to bring down all the altars. We are going to bring down everything. He told Jeremiah, see, today I have given you nation and the kingdoms that you may tear down. You may overthrow them. You may bring them down and then build a kingdom for me. He told Joshua, do not be afraid, nor be dismayed. I'm going to be with you. And he is the master planner. He organized every battle. When they went to Jericho, it was a different battle. When they went to Gibeon, it was a different battle. When they went to Ai, it was a different battle. I'm telling you today, prepare for yourself that you are going to be used by God in different dynamics, in different ways. The way you are going to be used today, it is not the same way we are going to be used tomorrow. Because this thing of God is a mystery that we are going to conquer. Because he has given us the protection to conquer the enemy around us. He has given Hallelujah. It doesn't matter what kind of people they are. He told Jeremiah, from today, do not say you are a baby. Hallelujah. He said what? Do not say you are a baby. Because what I will tell you to go and say, you will say. Hallelujah. Where I will send you, you will go. And the next move he did, he told him, open your mouth. He touched the mouth. And then after touching the mouth, he did what? He tells you, see, today I've set you over. I, God, have set you over. So it is not optional. It is not optional. The responsibility God giving you, it is not optional. You've been set against nations and against kingdoms that you will tear them down. Are you going to paint them? Are you going to babysit them? Are you going to paint them? Are you going to give them Seradak? Are you going to them? No. It is to tear them down. To tear them down. You do it not with a formula, but with the condition of God that has given you. It is not the formula that God is going, that you are having, that normally do this, huh? We have to do this, and then this, and then this, and then swallow. No. It is according to the current formula that God has given you. Do not be afraid of their images. They will come with their images. That is what he said in the book of Deuteronomy 7. That you enter this country that you are going to enter, that I'm going to give you. You see, the Bible says, in this territory, I'm making you to enter, that you are going to conquer. You see? It is him carrying you into the territory. A nation with 7 nations mightier than you. When I hand them over to you, when I hand them over to you, so there is no battle that you are going to do, God will do that. God, he will hand them over to you. And that is why he tells you, you shall utterly destroy them. Hallelujah. You shall do what? Utterly destroy them. Oh, I don't know whether you're understanding this. We are going to destroy them. We are going to destroy all these altars. We are going to destroy everything. We are going to bring them down.
These are their images which are just scarecrows. I went to that Freemason hall. I thought they will come and follow me. They send the police physical. Once you defeat them, they will come physical. So do not be afraid them that watakukujia usiku. Nothing. Walitumia GSU reke. Ndio walinikamata wakanipeleka Nyati House wakanifinya finya. Unajua kule kuna finya kwa. Hii mama ananiangalia. Oh yeah, amefinywa. Oh my God. You shall utterly destroy them. And he tells Jehoshaphat that prepare. Just go sit and wait. See the deliverance I'm about to bring to you. Kenya, I want to tell you that sit down and see the deliverance that is about to be brought in this country. That we are going to tear every nation. We are going to tear an altar for God. This is a country where nonsense is not going to be participated. So for the cowards, wale wanaenda biguni muedage. We must make our land good. Before you go to heaven, make where you are living a better place. Yes, wacha hiyo jiga ya kwenda huko mbele. Na wewe ni mchafu hata unanuka meno na unataka kwenda biguni. Oga kwanza hapa. Biguni ukubalike. Bwana Yesu asifiwe sana. God is not a God of cowards. There are two things he hates. A lazy man and a coward. He hates them. So, if you're a coward, you cannot fight for your nation. You cannot fight for your God. I want people who will be like Peter, carrying your sword. Nitakutetea, be carrying your sword as we go to this battle, because they were tempted, and we'll tell them, our God is a God that conquers. Our God is a God that will win every battle. He told Moses, God. Walinijaribu nikiwa huko kwa dunia. Waliniweza. Simuliniambia mkashindwa. Ati baba, tunakuomba baba tuondolee. Hii ni jaga. Baka mkaniita mimi ni jaga. Waliniita ati mimi ni jaga. Liondolewe. Bwana Yesu asifiwe. Ataishi nekige. Tehereria kige hiyo ibeleva kwaje. Jehovah. Hani niye dare kige. Tehereria kige. Hani walikuwa wananiita mimi nizige. Niondolewe katika dunia hii. Lakini huyu Mungu kavuka masikio na kaida safari alienda Dubai. Tulikuwaga na yeye Dubai. Ukisema kige ananiuliza igoda mara gweta. Kamera gogothia atia. Weta horera. Ihinda ya Kenya nitakutumia. Hallelujah. Akaniambia tulia mtoto yangu. Wakati wa kukutumia nitakuja. Then I became saved. And when I became saved, I was pushed again out of salvation. Because I wanted to comfort myself with the kind of salvation that was there. God did not allow. When Jesus went to the synagogue, at some point he became conformed with the laws of the synagogue. And they started thinking and behaving like him. God caused these men to chase this cowboy out. Yesu alitokea kwa dirisha. Ulisoma hapo? Soma vizuri. While Jesus was in the synagogue, alirukia kwa dirisha. It was tough. Because God did not want him to become part of the system. Because you have been chosen for against the system that is existing. You have been selected for this moment so that you can be able to put the system in order. You can be able to put the system of heaven in order. So that you can bring the foundation of God here. So that our generation will change. Our generation will become afresh again. Do not be afraid of them. Do not be afraid of their images. No weapon fashioned against you that shall prosper. It is not by mighty, not by power, but by the Spirit of God. We are going to make it. Hallelujah. How many of you are happy for that? How many of you are happy to know that we have conquered this enemy? How many of you just put your hand together for Jesus Christ? Put your hands together, because we are already winners. We have conquered this battle. We have conquered. Tell your neighbor, the season I'm in is temporary. It is preparing a ground for me to become.
Don't worry about that situation. It's a very small situation. They said you're going to die. Wao ndio watakufa, utaenda kuwazika. Why? Because I am chosen for this time and for this place. Kwa hadhara wakasema namna gani? There is time for everything. There is time for standing and time for sitting. There's time for them to go and it's time for you to come. Tell them it is my time now to come in. Tell them now, the nations I was told about, it is you. Tell them the kingdom I was told about, it is you. And I'm tearing you down. I'm pulling you down. I'm destroying your foundation. And I'm going to stand. Paulo na Sila waliomba. Waliomba milango ya gereza ikavunjika. Ikavungu. Paulo na Sila waliomba milango ya gereza ikafunguka. Milango ya gereza lazima ifunguke. It doesn't matter where they have put you. It doesn't matter what kind of decisions they made against you. It doesn't matter wamekupiga kiasi gani. It doesn't matter wamekurarua kiasi gani. What matters is the relationship we have with God. They arrested Paul and Silas because of removing the demon that was in this woman. That is why they arrested him. And the demons you see around, they got owners. Hallelujah. Every demon you see around, it is being controlled by somebody. When they removed the demons from this woman, the owners came and they arrested these men and they took them to the market and they punished them into the market and then brought in a magistrate to come and do a prosecution. Then these men were taken to prison. I'm telling you, the prison you are in now, you are not there by mistake. You are there by a mission. Because the owners of this demon have to be destroyed. And the foundation of their demon had to be brought down. When they arrested Paul and Silas, when they arrested them at the market and took them to prison. Prison is the foundation of every evil. I don't know you knew that. Prison is the foundation. The kind of challenge that is in you is a prison they put you. The kind of the disease that you have now is a prison they put you. The kind of backwardness that is operating in you is a prison they put you. But that is the greatest mistake they did. Because they didn't know they are taking you to the right place where the foundation of that prison will be broken. And as they were in and they were worshiping God, and an earthquake came, the Bible says, and it shook the foundation. Hallelujah. It never shook the walls. It shook the foundation. I'm telling you, the prison they took you, when the earthquake will come, it will shake the foundation and every other person will be set free. I'm telling you, the soldiers came and they just were like, where is this man? Where are they? Where are they? And the men did not run away. They told the prison officers, here we are, come. We are not yet finished with you. When you will be set free, don't just run away. Don't run. Don't move run. Just relax to finish with them. Hallelujah. Make sure the remnants of the prison will never stand up again. These people LGBTQ, these people Freemasons, these people witches, these people Illuminatis, these people who are doing nonsense in this country, I am declaring a war upon them. I am declaring I will win this battle. Jesus was not a coward. Jesus died at 33. Until today we are speaking about him. Yes. Hallelujah. May God bless you for that word. Put your hands together for Jesus. I know you came because you want to see me one-on-one. Can I finish with you here? And see my God? Are you ready? One-on-one people, are you ready? No. Because you don't believe in yourself. Set yourself free. Wachana mtoto.
Wachana. This is an angel of God. This boy is your boy? Grandson. You are being healed. That is why God brought him here. You are being healed. Right now, there's something happening. Inua mkono wako juu. Inua mkono wako juu. Sema ifanye hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. How many of you are blessed? But if you know you are blessed, bring your sacrifices here. I want to bless you. Your sacrifice, the money you wanted to give me inside there, give it me here. This deal with me when I'm here. Now I am not Mr. Waroinge. I am an apostle carrying the anointing. But when we go inside there, you will meet Mr. Waroinge. A mister who can also see a beautiful woman. Oh, you think pastors, they don't have eyes of seeing women? Yeah? Hatuna macho? And why do you treat us like we are angels? We are not angels. We are the same people. Nikiwa hapa, I'm a different person. Touch me now. You see fire. Ameniangalia amestuka. Baba, give me that ring. Thank you. Wacha tabrukia noti hiyo. Tabrukia. Hivyo. Hiyo ndio Mungu alikupatia. Don't be ashamed of what God has given you. There is nothing big in the eyes of God, and there is nothing small in the eyes of God. What God has given you, even if it's 10 cents, and He has commanded you take that 10 cents there, take it with courage, with the pride. Na marigo na unakanyaga na marigo hivi. We are not here because of money. We are here because we want people to be set free. Your money, keep it at home. Bring the sacrifice here. Wekelea hapo, wacha kuogopa. Wekelea kwa madhabahu. Yes. Na usiniletee pesa imekuja kujwa hapa. Hapa si Marikiti. Muhidi alikuwa ile. Ndio hii. Muhidi alikupatia pesa imekujuliwa vizuri. Waona kuja hapa kwa nini? Tabrukia noti hiyo. Fungua hiyo noti. Wewe kuja hapa fungua hii noti. Yes. Hivyo. Onyesha Mungu. Hiyo sasa you are writing a vision to God. You are telling God, this is my vision. Bwana Yesu asifiwe sana. This is what? My vision for wale wa simu, wa M-Pesa here. 247 239 555. Iwekelee hapo. That is what God has given you. Be proud of that. Be proud of that. Don't hata kama ni shilingi usiaibike. That is your money. That is what God gave you. He knew you were coming. Kama angetaka upatiane mingi si angekupatia. Wacha na story mingi. Wacha wakuangalia tesi ya ile shilingi 10. Mwambie akwao apeleke hiyo ingine kwao. Mkwe mbaya, mkwe wa Kristo wazuri, mkwe wa Kristo wabaya. Ndiye ndona mu Kristo mwego thiete iguru. Yona magethi huko. Kwa mbaya. Wekelea kama ni pesa ya sacrifice, wekelea hapa. Usinipatie kitu pale. Tukiona na wewe, don't give me anything. Finish the game here. Hapa ndio nakufungulia. Sasa. Finish the game here. Mleta mchanga wekelea hapo. Mtu ameleta sababu inaitishanga mchanga. Let me tell you something. This is something that you don't know. And you must understand. The soil carries your blessings. Hallelujah. The soil can shut you out of this world. Do you know why? You're a product of the soil. Aren't you? Aren't you? Are you not the product of the soil? What are you wearing? From? What are you driving? Where do you live? What do you eat? Who are you? Treat your soil with dignity. If God sends his own prophet, not wachana na shetani, wachana na waganga, his own prophet to your life and tells the soil not to give you anything, my dear friend, you will suffer. Can somebody open the Bible? Jeremiah 22 verse 27, 26, 27 there. This is a man of God who will send to somebody.
And he speaks to the soil and tells the soil, never give this man anything. And the soil is told to write down Jeremiah 22. Somebody to read, somebody with a microphone. Somebody with a microphone. Somebody to read. Ai. Ndifikiria ni wanajeshi niko nao. Niki. No, usisome 29, answer 25. Huh? Chapter 22, verse 24. Let's start from 24, because so that I want you to have some understanding. The Lord said to the king Jehoiakim, son of King Jehoiakim of as I am living God, even if you are the signet ring on your right hand. Listen, the Lord speaks to Jehoiakim and tells Jehoiakim, even if you are a signet ring in my right hand, even if. So this is God speaking in a lot of bitterness. I want you to understand that concept, the Bible. And I want you to go home, usome your chapter yote, so that you understand the concept. What made to be so angry with this man? Even if you are the signet ring in my right hand, I'll do what? I would pull you off. I will still pull you off. And so give this God was so bitter. I want to read na sauti ya bit. Soma na marakara. Soma na marakara. I would pull you off. Yes. And give you to the people you are afraid of. I will pull you off and hand you over to your enemies. So who is saying that? It is God himself. What will happen? People who want to kill you. I will give you to the people who want to kill you. I will give you to King Nebuchadnezzar of Babylonian and his soldiers. Imagine being given to Nebuchadnezzar. The Nebuchadnezzars of today. God says, I will give you to the hands of Nebuchadnezzar. I am going to force you and your mother into exile. I am going to force you and your mother into exile. Most of you here are in exile. Most of you here are living in exile because of the bitterness from God. Then go on. You will go to a country where neither of you was born, and both of you will die there. I will take you to a country where neither of you was born. And that is where you're going to die, in a foreign country. In a foreign country means not in Muranga where you were born. In Nairobi. In Nakuru. In Kisumu. In the kind of life you are living. The kind of poverty. That is where God is going to take you. Then what will happen? You will long to see this country again. You will long to go back to your former life that was of luxury. And you'll never see it. But you will never return. Yes, I said, has King Jehoiakim become like a broken jar that is thrown away and that no one wants? Has this son, Jehoiakim, become a broken pot that no one wants to see? That's a question. God is speaking with a lot of anger. And I want you to take that anger of God and see what is happening. Is that why he and his children have been taken into exile to a land they know nothing about? Are you not in a land you know nothing about? Are you not suffering? Are you not in Nairobi and nothing is coming out of you? Are you not suffering in this land that you don't understand? You've tried to look for a job is not coming. Nothing you are doing, nothing is working in your life. Then what will happen? Oh, land. Oh, land. Speak with bitter. Land. Land. Oh, land. 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 Listen to what the Lord has said. Listen to who? To what the Lord has said. Hold there. Listen to who? The Lord has said. To do what? This man is condemned to lose his children. This man is condemned to lose his children. To be a man who will never succeed. A man that will never succeed. He will have no descendants. He will never have a descendant. Who will rule in Judah? Who will rule in Judah as David's successor? He will never rule as a successor. Sit down. The Lord, have spoken. Hapo kuna mchawi. The other version says, write this man down.
as a person that will never succeed. Who has that version? That line. Write this man down as a man that will never succeed. Yako inasemaje? Hapo chini. Ni Kikuyu. Yako ni Kisugu. Kikuyu. Kisugu, tusome. Yako hapo mwisho. 29. O land, O land. Hear, O earth, earth, earth. Hear the word of the Lord. Thus says the Lord. Write this man down as childless. Write this man down as, it is the soil being told. The soil. Write this man down as childless. A man that will never succeed. It is the soil that was told to write him down. So that wherever mchanga ikianza kuwa na ujiga ikilewalewa na huko isahau, ianze kumpatia kitu, itaulizwa. Si nilikwambia uandike. Write this man as child. Being written as childless is being non-productive. Nothing will touch your hand. You will never succeed in life. Any business you do will not work. Any marriage you try will not work. Nothing that will work in your life. Because the soil has been told never to make you succeed. That you will be childless. Being childless, you are not productive in anything. I know you've never read that because munatakaka kigo kemwa. Walio kigo kemwa tu. Read the Bible. This Bible is a whole life. This Bible, it is what will make you rich. This Bible, it is what will make you cast. Coniah was cast. And it is not Coniah who was cast. It is the soil who was told, write this man down. Simple as that. If they speak to your soil, and this thing, hii ya Biblia hiyo concept inatumiwa na wachawi. Hiyo ndio wachawi wanatumia. The wachawi use the Bible. They don't use any other scripture. The Muslims, they use the Quran. The Quran is the Bible. And they use it to do everything. Nowadays you've been mmekuwa mkiona Waislamu wakitembea mguu wa Somali. They have been wanatembea mguu. They are possessing the land. And once they are through they walk. Watakuja wakitembea hapa, they will be looking for people to feed. That is a secret that you don't know. Watakuja kwenu Kirinyaga watembee mguu. Watatembea, sometimes you see them, they are walking na wako na ile rosary. Unaenda, he is in prayer. You think they are walking around. We think that in the picnic, hakuna picnic, they are possessing the land. They are moving, possessing the land. Wherever they go, they possess the land. And once they are finished with the possessing, they will ask, hapa kuna mahali kuna watoto mayatima. Then they will give their food there. This food, they don't give it for the sake of giving. It is for case of kupatia Mungu deni. So when they will come for Keregoya, they want to take Keregoya, they will tell Keregoya, tupatie deni yetu. And they will take all the shops and they will buy all the land. That's where they don't have value for money. They have value for what they are buying. They know soil, it is what was spoken to. It is not your money. They can spend billions for a quarter of land because they want an entry. Once they get that entry, and they are using demons like jini, zinaitangwa jini Jibril, zingine zinaitangwa jini Faruk, wanatumia jini Alato. Those are things that they are, I'll be teaching that on Sunday. So come, I'll be teaching about those jinn they use. Jinn demons that they use. Kuna demon ya kushika utajiri. That is why nyinyi yote Isiri. Kuna jini wameweka huko ya kuvutia kila mtu mnajikuta Isiri. Bwana Yesu asifiwe sana. And their main altar moja imewekwa pale Jamia Mosque. I'll be revealing. Kuna jini. Kuna mtu anaopaleti na majini hapa. Kuna mtu anaopaleti na hizo vitu. Wamezima. Pepo shidwe. Hamutatuweza. So I will be speaking about this Muslim thing. It is connected with LGBTQ. They want, this was done around 1989, 89 or something, 91 there in Abuja.
go do your studies about Abuja Declaration. Abuja Declaration is a Muslim declaration that was made that they are going to capture Africa. Bwana Yesu asifiwe sana. And 2 nations were earmarked to assist capturing Africa. These 2 nations are Nigeria and Kenya. They have been able to win Nigeria. Nigeria now is a Muslim state. By next year, they are going to declare Sharia across the nation. If they are able to select the current president, the one that is supposed to win the election, if he wins, next year, Nigeria will be a pure Muslim state where Sharia law will be used. That they did it over a period of 20 to 35 years to conquer. They are not in a hurry. In Kenya, they knew Kenya is a radical nation because of Kikuyus. Bwana asifiwe sana. They knew Kenya is a radical nation, so they planned meticulously. And they organized how to do it. Now, I'm not preaching. I'm giving you of what I'm going to teach on Sunday. What they did, they agreed unanimously that every Muslim to marry more than 4 wives. And these 4 wives you marry, you produce more than 8 children because they were working on the population. That was phase 1. That is when they came, they wakaingia Isli, wakaingia South Sea, wakaingia kila maeneo Nairobi. Na unakuta those young boys, they are financed to buy, to open small shops. Wanaleta kule kuna kitu inaitwa Muslim Brotherhood that goes and negotiates for products. And these products are brought by people that they are entrusted. So this product is given to these young people to empower them. Now when you have 4 wives, and these 4 wives produces each 7 children, meaning it is 4 times, what is that? 28. Plus 4, 32. Plus 1, 33. That is a powerhouse of 33 people working. Then that is why they were able to take over Nairobi, buying those small kiosks. They buy. They were buying because of the agenda. That agenda of population, they have won it. They have conquered. Number 2, they made sure that you community, other communities that you are working against, your population has been stopped, has been derailed. That is why alcoholism was introduced in Mount Kenya. Drugs were introduced in Mount Kenya. Lesbianism and gayism were introduced. Because if you become a lesbian, will you give birth? If you become a gay, will you give birth? Then the kind of pombe they are selling there kills the functionality of a man. They don't perform anymore. So you find every Kikuyu now wako na katoto kamoja ama tuwili, tukienda tuigi sana. Kuna ngapi? 3. 1 8 3 3 4 6. Pigeni msema kofi. Ngapi? Hata moja hauna? Wewe? 2 2. Wewe? You see? Hatujafikisha Muislamu mmoja hapa. All of us here. And they are not becoming poor. They are becoming more rich. And all their children now move. In the evening, you find all of them, their children. They are eating and drinking. They have taken all the hotels. They have taken all the businesses. Now Hilton, enda pale Hilton, imeandikwa Pronto restaurant. They are negotiating for Intercontinental. They are taking it. All where we have churches, they are taking that land to build their own. Isli now they are building the largest mall in Africa. The largest mall in Africa, where they will control anything that comes to this country. There. So you will be working for them. And because you have decided to bring one child, and by bad luck,
that kaboy kako kaanze kudugwa. Your generation has been cut. And that is the plan they are working for. That is what they are working. Itawapatia all the genes that hizo majini ambazo wanazitumia. And these people, look at them, they are walking every day, they are walking barefoot. They are people designated for that job. Kuzukuka wakifanya maombi, wakicapture Nairobi. That is why wao unafikiria tu kwenda nyumbani. Maisha Nairobi ni matolitoheire muno. Hawa watu hawana shamba, but they are controlling the economy. Bwana Yesu asifiwe sana. Muache ujinga. Next time, nenda Murang'a town. Maduka sasa nusu ni ya wao. Nusu ya Murang'a town. Enda Nyeri, enda Karatina, nusu ni yao. Na ndivyo mlikuwa mnaliga hapa. Ile tori yake kwa nyumba yake kwa na mobia gotwaraku. Wacha tutengeneze jeshi, tutawanyorosa. Kurubu tarudi kwa kitanda mproduce. Wacha hizo mapills mnakunywa. Utarudi kwa kitanda mproduce. Kuna ingine una drastic measures are taken. Sasa nyinyi wengi kwenu mmezaliwa mko watu 12 na hujakufa na huko umenona hivyo umenona na mko watu 9 na wewe mwenyewe umeshindwa kuproduce tuwili. Utashemu. Mimi niko na 18 na bado natafuta. Watoto watakokwa na hivi. Utakatwa na hivi baba. Mwanza kusema ati mnaona alikatiwa kwa madhabahu. Hiyo tita kama marenda. Hallelujah. Amen. I'm blessed up to that point. Tusimame. Nataka tuabudu Mungu. Urudishe viti nyuma. Nataka uabudu Mungu ni kama hautaabudu tena. Nataka tuombee Mungu atusaidie kupigana na hizi nguvu. Kama sasa hii. This is my friend. Come, my brother come. This is my good friend. Lakini nimemkuta kwa mkono, kwa kidole chake amevaa nini? Hii pete. Hii pete alinunua. Si yeye kwenda kujitafutia, alikupatiwa na mtu ati ni mbaya. Yeye alienda kwa duka akanunua. Look at it. Ni nini hiyo? For those who know the signs. Yeah? For those who know the signs. Yeah? For those who know about the signs, this is a sign of the Freemason. But he bought it in the shop. See, come and see. I know you want to see it. Maybe you have it in the house. Take it. Mpatie tu. Haina madhara. All our young people are in them. Vijana wetu wale wanaona wamevaa manyororo hapo kama za ubwa. Kwa? Mlikuwa mnawatoa. That is this. It is a sign of the Freemason. Now this man ni mwokovu na anakuja kanisa but carrying their sign. Ukivaa t-shirt ya Raila unatangaza nani? Unatangaza Raila. Kwake is a ring. Na imewekwa ruby, kitu mzuri. Akikaa hivi watu wamuona ni mtu wa heshima. But amebeba nani? Amebeba shetani. So hakuna siku atakutana na bahati. Because he's become now amekuwa connection ya wao. Sasa akiwa hapa they know ako hapa. Because that is the motive of this one. It is to make sure wame connect links wherever he is. Now hii inatumika kurusha pans za kuattack kila mtu hapa. Sasa ukitoka hapa ulitoka ukikuja ukiwa mtu mzuri, unatoka hapa ukiwa na maroho ya Freemason. And this one is now given to our children. Zimejaa na t-shirt zimechorwa na nguo na wengine wamechorwa tattoo. Nani amechorwa tattoo hapa? Kuja hapa mzee. Wewe umechorwa. Kuja hapa. Umechorwa wapi? Toa.
Wow. Hebu angalia. Is it all the same? Is it all the same? Is it all the same? Angalia hiyo. Na umwangalie pale. Usimuone? Na hii ni ile kitu ya coast. Ni majini. Umeona? So that's yeye ameingia hapa coincidentally na huyu ameingia hapa. They have never been here. This is their first day. Now huyu amecoordinatiwa through tattoo. Na huyu amecoordinatiwa through. That is how they are eating into our families, eating into our, without our knowledge. Without this man, muulize tattoo amechoro ya nini hajui. Ama unajua? Nani alikuchora? Na boy fulani uko Athi River ndiye alichora. Alikwambia amechora nini? Hakuniambia kitu amechora. Nani alitaka kuchora? Ni wewe ama ni yeye alitaka kukuchora? Nilitaka kuchora. Ulimwambia unataka kuchora nini? Mimi nilimwambia tu nataka kuchora tattoo. Yes. Kuchagulia. Si unaona? Ule ni agent. Sasa amechagua huyu. Amechora nini? Tattoo. So this man forever in his life he will walk in this killing people. Akiingia mahali mikosi unasikia ndani ya basi imeanguka. Watu wamekufa yeye amebaki because yeye hajui. He doesn't know. Yeye si kwake kwa moyo wake yeye si mchawi lakini kule kwa satellite this is a devil agent. This is a devil agent. Lakini hajui. Ni madoido amevaa. Wengine hata tusuruali toa mama tumewekwa hiyo kitu. Together. Kwa sababu tunatumika. Wengine mnatoa hii damu mnatoa. Know where you are throwing it. Hizi mnapatiana sijui rento kina nini na nini. I'm not killing anybody's business. But you need to be very careful where they take it. Hizi watoto wameanza kupelekewa kwa shule, kutoka soda, wamepelekewa kwa shule. Where are they taken and where zimetolewa wapi? Kwa sababu the devil only is looking for the contact of your blood. What they interested is the contact. Hapa chini hawa machokora hawa. Nilikuta wakiokota hizo pads, zilikuwa zinatupwa pale. Nilikuta wakiziokota, nikamuuliza nini ya nini hii? Wakaniambia kuna mtu anakujaga na Range Rover anazichukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafuta chokora mmoja muulize mnaokotaka pad. Atakwambia ndio. They are very expensive. Hata wameachana na chuma wanachukua wanatafuta kule pale. Ukizunguka Nairobi mzima hautapata padi. Hata uende kule Kenyago kule Dadora. Machokora huku what they collect most ni mapads za wanawake. So you must be very very careful. Na hizi mnafaa yote tuone yako. This is better. Nani yako na hearing? Mwingine tuone kama nitakuwa kuna nani? Nani? Sio yeye. Nani mwingine? Nani? Mkolini huko na? Nitolee. Elete. Nataka tu unisaidie kuelewa. Hebu combine hii kitu kutoka kwa hapa kwa mkia hii, ni combine hivi. Nini hiyo? Combine kutoka kwa hii ni mkia. Baada hivi, rudi hivi, rudi hivi. Acha kurusha chini. Let us educate them. Just combine for me. From downwards. Panda juu. Yeah? Alafu malizia na hii. Yeah? Sinikisho ya snake. Anza hapa.
Anza kuanukia terepanda juu. Panda juu. Alafu malizia na mdomo. Ndio hii mdomo hapa. It is hidden. Wameficha. There are people who are planning to conquer. Huyu ni madoido amenunua. Nika kitu kaya. Hata mimi kama ni girlfriend yako ningemnunulia. Siwa? Hata mimi kama ningekuwa girlfriend ningekununulia tu kama hii. Nika beautiful. Lakini look at it. Alafu rekelea haha. Malizia hapa. Malizia hapa. Hii ni mdomo yani. Na mkia. Nyoka imeenda hivi. Ameona? This is the challenges we are having. Wewe ni Mkristo mrokore, muobaji. Unaomba. Lakini you are carrying the devil. When will you be heard? That is why Jesus told you, pray and you will what? Pray and you will be what? You will be answered. Pray and you will be answered. Bwana Yesu asifiwe sana. And if you are not answered, stop praying. Start seeking from God. Why are you not answering my prayers? Because when God is not answering your prayer, there is something that you are carrying that is in you. There is something that is obstructing God from blessing you. That is why God is not hearing your prayers. Si ati hujui kuomba, kuomba unajua. Seek God, ask God, why are you not answering my prayers? Stop praying. Then God will tell you, mama yako na baba yako ni wachawi. And that is why he told Abraham, aliambia Abraham, get out of your father's land, go to a land that I'm going to bless you. Because his father was an idol worshipper. So there is no way he would have wanted to bless Abraham in the land that he is not going to penetrate. Bwana Yesu asifiwe sana. So he took Abraham far away, where his father was not. But he was told, do not carry anybody of your family. Unfortunately, he decided to go with him, with Lutu. And all the problem Abraham got along the way, it is because of this boy. Until he dropped the boy, that is when the eyes of Abraham opened. And God spoke to him. So there are some habits you must stop for God to come in. So when you stop praying and seek to know why is God not listening to me, then he will tell you kuna shida kwenyu, na hiyo shida ndio tunaita milango. No, wachana na wao mami. No. Go away. These are my children. You see? When you stop praying, you start seeking from God. God will reveal to you what has been happening around your life. Hiyo ndio tunaitanga milango. Ndio kwenu kuna milango ya wachawi. Kuna milango ya waganga. Those are the altars that speak. Milango ni altars ambazo zinazungumza kwenye familia yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. When you know sasa kuna altars ambazo zinazungumza kwenu, your grandmother was a witch, your grandfather was a witch, then you know you are operating under a witchcraft altar. Now that you know, God will give you another direction. He will tell you, knock. Now that is when you come with a sacrifice to knock the door of the witches in your family. Then we destroy that altar and build an altar for God. Hallelujah. Kagoni shokeli do shaku. Shokeli. Do wajeda. Shikana na pasta. Todo pasta no na moyo wa otura. Wado kwenda wodi gokwa. My elder sister was praying, and God want her never to use earrings nor necklaces. Yes, because and anytime she could put either of these, she got like she could just become guilty. do you know why? Samson was a Nazarite. Is that a Nazarite? Yes, Nazarite. There are people ordained for a particular reason, and there are things you can't do.
If that sister is ordained for a particular reason, you don't entangle yourself with the earthly things, because it will stop you from doing the purposes of God. Hallelujah. That's why this man will not shave Samson. That is why he was never shaved, because he was ordained for a particular reason. I'm waiting for these people. Where are you? Thank you, Jesus. Nataka tuimbe. Ondoa mikono hapo umeshikashika. Get ready. Kaa kama soja. Yes. Kaa kama soja, wacha. I want you to worship God. Open up your lips now. Surrender in total to God. And by the time we finish, the power of God will be upon you. Imba nami. Mwema,
worship God. Lift up your voice and worship God. Sharaku, come
Wewe ni Mungu umetukuka, wewe ni Alfa, mwanzo na mwisho. Wewe ni Mungu umetukuka, Alfa na Omega. Wewe ni Mungu
umetukuka. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Umetukuka. Wewe ni Alfa Omega. Umetukuka. Wewe ni Alfa Omega. Mwanzo tena mwisho. Alfa na Omega. Mwanzo tena mwisho. Alfa na Omega. Mwanzo tena mwisho. Mwanzo tena mwisho. Alfa na mwanzo tena mwisho. Alfa na Omega. Umetukuka. Alfa na Omega. Umetukuka. Alfa na Omega. Wewe mwanzo tena mwisho. Alfa na Omega. Mwanzo tena mwisho. Alfa na Omega. Mwanzo tena mwisho. Mwanzo tena mwisho. Alfa na Omega. Alfa na Omega. Mwanzo tena mwisho. Alfa na mwanzo tena mwisho. Mwanzo tena mwisho. Na maisha yangu, wewe mwanzo tena mwisho. Msamaha wangu wa kila siku, kila wakati, mwanzo tena mwisho. Umetukuka. Alfa na Omega. Umetukuka. Alfa na Omega. Mwanzo tena mwisho. Mwanzo tena mwisho. Umetukuka. Na uweza wote wa mataifa leo. Umetukuka. Alfa na Omega. Umetukuka. Mwanzo tena mwisho. Umetukuka. Mwanzo tena mwisho. Mwanzo tena
umezunguka, umezunguka, mwanzo tena mwisho, mwanzo tena mwisho. Umezunguka, Alfa na Omega, Alfa na Omega. mwanzo tena mwisho. You reign, Jesus, you reign. In my life you reign, because I have no any other God but you. All other gods are works of men, but only you, Lord, are my God. You're foreigner from eternity to eternity. You reign in power, in authority, in grace, and in mercy. I celebrate you, Jesus. I celebrate you, Jesus. I celebrate you, Jesus. I celebrate you, Jesus. Reign, Jesus, reign. Reign, Jesus, reign. Reign, Jesus, reign. Hallelujah, hallelujah. Jesus reign, reign, Jesus reign. You are the King of Zion, Lion of Judah. Reign, Jesus reign, Jesus reign. Would you reign? Sing with me, reign, reign, yeah. Of Zion, Lion. You rule from eternity, Lord.
are majestic God. Reign, Jesus, reign. You rule from eternity, Lord. You are the King of glory. Won't you reign, Jesus, reign, reign, Jesus, reign, reign. Thank you, Jesus. We worship you this evening. I honor you because you are my God. You are my Savior. You are my provider. Thank you for healing these souls. Thank you for transforming these children. Thank you for lifting them up. They were down. They had no hope, but now they have hope. You will prosper them. You will grow them. You will change their lives. Touch every soul. Touch every spirit. God help them. They came here because they don't have anywhere to run to. Only to you they came to. God, I beseech you. I seek forgiveness of their sins and of my sins, that you may cleanse them, Father. Change the names that they have been given. You are holy. None but you to be worshipped. You are the only King. You are the Master. You are the King of glory. You are the Lord of lords. I worship you. You are holy now. Come to your people. Speak to them now. Lift their souls. Talk, change them. I ask for you, God, to release the gifts that is in these people. Release their spiritual gifts. Now they are waiting for you. As you speak to them, also speak to them their promises. As you speak to them their anointing that is upon them. As you speak to them, every yoke is broken. In Jesus' name, receive. Just keep silent. Bow down and listen to God is speaking to you individually. There's a voice speaking to you. A voice of encouragement. A voice of authority. Receive it now. Oh yes. I can feel the presence of the angel. Every gift from heaven, they have been released to you now. The power and the authority from heaven, it is to you now.
Yesu. Honokie koro yako. Garurire mutorere wako. Nikugutorera. Amen. Ikamaitha maku. Nidetie Mwathani Jehova. Iheo iria waheire muiritu uyu waku. Mucokerie tu na kwenda waku. In Jesus' name. Thank you. Lift up your hands. Baba, ninashukuru kwa sababu ya ibada yako hii. Ipokee ikiwa takatifu. Tumeifanya kwa unyonge wetu, lakini najua ni kwa utukufu wako. Tuna makosa mengi tumefanya katika maisha yetu. Tumekutendea uovu wote na unyama. Hatuja kutenda vizuri. Lakini Baba, kwa sababu ya huruma zako na udura zako, na kushukuru. Maana wewe ni Mungu mwenye rehema na mwenye huruma na mwenye baraka na mwenye usaidizi. Ninakamata nguvu zote za majini, nguvu zote za uchawi, za warogi na eliminati katika nyumba hii. Wote waliokuja wakithania watakamata. I arrest them in the mighty name of Jesus Christ. Nakamata nguvu zao zote. Majini yaliyo kule nje, majini yaliyo kule Isli, majini yaliyo kule Jamia, majini yaliyo kuwa kwenye Nairobi nzima, na ikamata katika jina la Yesu. Zao zote na wachapa na blackout, hawataona wala kusikia. Na madhabahu yao yaanze kuteketea, waanze kuporomoka, waanze kuteketea. Wateketee, 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 wateketee in the mighty. You are here and you feel that you are not right with Jesus Christ. You want to be reunited back to Jesus Christ. Una feel kweli mimi sijakuwa mzuri katika macho ya Mungu. Njoo hapa mbele, njoo tu karibu hapa mbele. Just sogea tu nikuombee. Sogea tu mbele nikuombee. You feel kwangu sijakuwa sawa na Yesu. Sijakuwa sawa na Mungu. Ninahitaji msaada. You come here. Don't fear anybody. Just come forward. It is your personal life. It is your personal relationship with God. You look at people that watakuchekelea. That is your business. That is your business. Don't mind about them. Hakuna mahali watakupeleka. Don't mind about them. Surrender to Jesus. That is what I'm saying. Surrender to Jesus. Surrender your life to Jesus. Surrender your children to Jesus. Surrender your business to Jesus. Surrender everything that you do to Jesus Christ. He loves you just the way you are. That is why he wants to redeem you. That is why he wants to bless you. That is why he wants to lift you up. I'm waiting for two more. Two people. You are here. And it's like miguu yako imeshikanishwa na hapo chini umekanyaga. Umeshindwa, unajaribu kuinua mguu wako inashindikana, lakini sasa ninakufungua katika jina la Yesu Kristo. Anza kukuja. Kuja haraka, tunakungoja. Wewe ndio tunasubiri. We are waiting for you because mlango mbinguni imefunguliwa. You are one, utaandikwa kwenye kitabu cha uzima kama watu waliobarikiwa. Kuja hapa. Pamoja na hawa malaika kule mbinguni wamesimama, wako tayari kushangilia. Kushangilia. Na utakapokuwa kushangiliwa, majina yako yameandikwa tayari kwenye kitabu cha uzima. Kwa watu wale watakuwa anza kupokea baraka. You know you have not been right, doing right with Jesus Christ. Hauja kufanya venye Mungu alikuambia. That is what I'm saying.
Kuja hapa. The two more people there wamebaki. 2 more people. Kuja tu. It is you. It is a man and there's a woman. A man and a woman. I'm still waiting for you. I'm giving you 2 seconds. You have been contemplating to even commit suicide. Imekuwa ngumu kwako mpaka unaona unaweza kujitoa uhai. Ni wewe nazungumzia. Na kungojea. Yes. A man now. A man. I'm waiting for a man. Life is so shut down. Today morning, you felt so painful when you looked at things the way they are. I'm speaking about you. Wewe na uko hapa. I'm giving you 2 seconds. You know, it is a grace that comes, and this grace comes with a blessing. And if the grace, hiyo mlango ikifungwa, hata ukuje next time, it is not going to work. So I'm still waiting for you. Your second is almost going. Karibieni hapa. Kujeni hapa. Panga laini kabisa vizuri hapa. Asha sikuje mpango, mwasaidie kupanga. Semeni Bwana Yesu, nimekuja mbele zako baada ya kujua sijakuwa sawa na wewe. Umekuwa mwema katika maisha yangu, lakini nimekuwa mbaya kwenye maisha yako. Naomba unitakaze kwa utakazo wa kimiujiza kutoka mbinguni. Nimesarenda. Kutoka leo nitakutumikia, nitakufuata, na mafundisho yako yote nitayatumikia. I will be. Nitakuwa kwenye ufalme wako, kufanya ukaweza kuinuka na ukaweza kutukika. In Jesus name, say amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, hawa ni watoto wako ambao nimewalete kwako. Kama wamekamatwa mateka na shetani, kutoka leo ninawafungua kutoka kwa madhabahu ya kifamilia, madhabahu ya waganga, madhabahu ya wachawi, madhabahu ya Illuminati, madhabahu ya kuwa wagumu wa kuelewa. Jehova, ninateketeza na kuvunja nira na hata tamaduni zilizowapelekea kwenda kwa shetani. I consecrate them as the anointed, and I give a new lease of life up to them, that kutoka leo watakuwa watoto wako. In Jesus name, sema amen. Amen. Pigieni Yesu makofi. Maana ametenda. Thank you. My brother, simama. It's okay. It's okay. It's okay, mommy. You're together? Jack and Jonas. This is your sister. Yes, stand up. What has been the problem? What's the meaning of this? Huh? Courage. From what? Which language is this? Chinese. So this dragon gives you the courage. You're deriving your power and your authority from the dragon. True? Sikuulizi kama ni kitambo. Jibu tu swali yangu. The courage of the Chinese, they get it from the dragon. Sidio? They believe in the dragon. Is that true? No, is that true? You know, because you cannot put a Chinese thing. Nah, you don't know it. Anyway, my brother, yes, what has been it?
unaanguka. Vitu viwili vimekulemea. Sawa. Katika jina la Yesu Kristo, ninakutenganisha na uovu wa kila aina, madhabahu ya usherati na madhabahu ya kiuganga na kiiliminati. Ninaivunja katika jina la Yesu Kristo. I set you free. May the good Lord of heaven set you free from all the bondages of your life. Amen. It is broken. It is over. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit to be with us now and forevermore. Amen. All the topic I was speaking about is about how your star is stolen, how destinies are stolen. And on Sunday, I'm giving a special service about recovering your destiny. And after that service, I'll be anointing you for this special mantle that God is giving you from today. Once you recover your star, once you recover your mantle, you will be ordained and be sent to do the job of God, to do the will of God. May God bless you, my brother. Yeah. Wait, God is coming. Sasawa? May God bless you. Worship Him. Katika yote wewe